Umeumia vya kutosha. Umekesha usiku kucha ukiwaza watu ambao hawakuwazi wewe hata sekunde moja. Jiulize, kwa nini unateseka hivi? Jibu ni rahisi na linauma. Unateseka kwa sababu unajali. Unajali walichosema, unajali walivyokutazama, na unajali watakavyokuchukulia. Leo, Upendo wa Nafsi TV inakupa suluhisho ambalo wanasaikolojia wengi wanaogopa kulifundisha. Tunakwenda kufanya upasuaji wa nafsi ili kuondoa hicho kimelea cha udhaifu na kukufanya uwe mtu baridi au cold stoic. Hii siyo video ya kukubembeleza, hii ni video ya kukufundisha jinsi ya kuwa na roho ya chuma isiyopitisha maumivu. Hatua ya kwanza ya kuwa mtu baridi ni kuelewa kanuni ya emotional detachment au kujitenga kihisia. Fikiria daktari anayemfanyia upasuaji mgonjwa. Daktari huyo hawezi kuruhusu huruma imtawale. Akifanya hivyo, atatetemeka na kumuua mgonjwa. Lazima awe na ukatili wa kitaalamu ili aokoe maisha. Wewe ndiye daktari wa maisha yako, na hisia zako ndiyo ugonjwa unaotakiwa kuukata. Kuanzia leo, anza kutumia mbinu inayoitwa the observer effect. Mtu akikutukana au kukuudhi, usijibu kama mshiriki, muangalie kama mtazamaji wa filamu. Jiulize, kwa nini huyu mtu anapiga kelele kama kichaa? Badala ya kukasirika, utaanza kumwonea huruma au kumdharau. Hapo ndipo unapochukua nguvu zake zote na kubaki na amani yako. Kabla hatujaendelea, nataka nikuulize swali gumu la kisaikolojia. Angalia maisha yako sasa hivi. Je, wewe ni mwamba usiotikisika na mawimbi, au wewe ni bendera inayofuata upepo wa hisia? Watu wengi ni bendera, wanayumbishwa na kila neno la mtu, wanalia kwa kila tukio. Lakini wachache ni miamba, wanatulia dhoruba inapopiga. Thibitisha nguvu yako. Nenda kwenye comments hapo chini, andika neno mwamba kama umeamua kuwa imara na kuacha kuyumbishwa kuanzia leo. Nitapita kusoma na kuweka alama ya love kwa miamba yote. Siri ya pili ni kufuta hitaji la validation au kukubalika. Angalia maisha yako. Asilimia kubwa ya maumivu yako yanatokana na kutaka watu wakupende. Sikiliza nikwambie ukweli mchungu. Hata ufanye nini, hawatakupenda wote. Yesu alikuwa mkamilifu na bado walimsulubisha. Wewe ni nani hata utake kupendwa na kila mtu? Unapokubali kwamba kukataliwa ni sehemu ya maisha, unakuwa mtu hatari sana. Unakuwa huru. Mtu asiyeweza kuumizwa na neno hapana ndiye mtu mwenye nguvu kuliko wote duniani. Jifunze kusema sijali. Mpenzi ameondoka, sijali. Umekosa kazi, sijali, nitapata nyingine. Neno sijali ni ngao ya kisaikolojia inayozuia mishale ya maumivu isiguse moyo wako. Mwisho, jenga ngome ya ndani. Watu wenye akili pevu wana sehemu ndani ya mioyo yao ambapo hakuna mtu anayeruhusiwa kuingia. Huko ndiko kwenye furaha yako, amani yako na thamani yako. Watu wa nje wanaweza kugusa mwili wako, wanaweza kuchukua pesa zako, lakini hakikisha hawana ufunguo wa kuingia kwenye ngome hiyo. Ukiruhusu furaha yako itegemee matendo ya watu wengine, unawapa remote ya maisha yako. Wachukue remote hiyo leo. Waache waende, wache waongee, wache wabadilike. Wewe baki kama mlima, imara, kimya na usiotikisika na upepo. Hii ndiyo sanaa ya kutojali. Kama uko tayari kuzima hisia za kijinga na kuwasha akili ya ushindi, bonyeza like na subscribe. Mimi ni msimulizi wako kutoka Upendo wa Nafsi TV. Karibu kwenye ulimwengu wa watu baridi.